maarufu official mume ni mshabiki pekee nilioa na inakuja na mke wangu uwanjani. Kuna official mke na official mume. Sisi ni wanandoa. Ni mshabiki pekee nilioa katika mashabiki wote Tanzania. Mimi peke yangu ndo nina ndoa. Niambie. Kisugu hajao. Hakuna mshabiki alioa, mimi ndo nina mke. Wewe mke wa Kisugu unamjua? Vipi? Mimi ndo nina mke, alafu mke wangu Simba mimi Yanga. Bwana hapa official siku ya leo umeweza kuzindua ile project yenu ya uwanja. Hongereni. Asante sana kwa hilo, kwamba ninachoshukuru Mwenyezi Mungu kwamba siku imetimia. Sio kila mtu alifanikiwa leo kuiona hii siku. Hii siku ni muhimu sana, ni historia ambayo imejengwa. Kwa hiyo kwa siku ya leo kuiona sahini ya GSM Garibu akisema kwamba uwanja unajengwa, ni ndoto ya miaka mingi sana tulikopo nayo watu wa Yanga. Kuna watu walisema pale hawezi pakajengwa sehemu ndogo, lakini tumekaa mpaka Daktari Samia Suluhu Hassan President ametupa kibali cha kuongeza sehemu tujenge uwanja wetu. Leo hii uwanja unaingia takriban watu 20,000. Ni kitu cha neema kweli. Ni neema. Wanaosema pale bwana maji yanajaa. Hakuna. Kuna viwanja Morocco vinajengwa katika bahari. Vipo katika bahari. Kwa hiyo mtu anayesema pale kuna maji, huyo ni maskini. Yaani maskini ndio huyo anasema pale kuna maji. Pale hakuna maji shekhe. Pale hakuna maji. Anayesema pale uwanja pale kuna maji, huyo ni maskini. Lakini tumeona nchi za wenzetu viwanja vinajengwa ndani ya maji. Wanasema mnashangilia uwanja upo kwenye laptop. Je, ukijengwa itakuwaje? Ndio tunakufa kabisa sasa. Maki raha zimezidi. Na uwanja lazima uanze kwenye laptop. Ile sio sehemu ya kuchezea, ule ni uwanja wa mpira. Sio ramani ya mpira, ni uwanja wa mpira ule pale. Sehemu ambayo inajengwa kisasa kabisa, majukwaa ya kisasa. Alafu nilichopenda ni kwamba ule uwanja siku ya kwanza ya kuingia pale, kama sisi tunavaa jezi za kijani, basi kila mtu kwenye siti yake itawekwa jezi ya kijani. Siti zote za uwanja zitakaa jezi za kijani. Ina maana tutasema leo tunavaa jezi za kijani. Na siku ya jezi tunavaa jezi za njano, tutaweka jezi za njano uwanja mzima. Maana pale unajua kuna siti. Kama wewe unaingia namba 20 siti yako, basi na wewe unaenda kukaa namba 20 hiyo. Hatokaa mtu mwingine. Namba 20 ni wewe, ni hiyo. Kama ni namba 10, wewe ukakae namba 10 hiyo. Kwa hiyo watu watakuwa wanaingia, alafu kuna kamera sehemu zote. Ukikanyaga kiti, ukivunja kiti kinasema kwamba fulani bini fulani amevunja kiti. Kwa sababu hata hiyo kadi yako unaoingia nayo pale, ukienda kusense pale na Musa Mohamed unapita namba 20. Wewe hata ukiwa mwizi inasema Musa Mohamed ndio ameiba. Kwa hiyo kila mtu atakaa siti yake, kama namba 30, namba 30. Leo tunavaa jezi za kijani, wote tunavaa jezi za kijani. Alafu katika elimu ya biashara inawezekana, yani kwamba uwanja mzima unavaa jezi za kijani na kila siti imewekwa jezi. Ina maana utaambiwa tu leo kiingilio 18,000, leo kiingilio 20,000, leo kiingilio 30,000. Pamoja utapata jezi, utapata na maji yako, utapata na juice yako ya cola ya GSM, Edge Boost, utaipata hapo unapokaa kwenye hizo siti. Na ule uwanja nilivyoongea na yule Mchina aliyekuwa pale, amesema kwamba siku ya joto sana ule uwanja utakuwa unatema vimeng'enyo fulani hivi, kwa sababu utakuwa unatumia AC. Siku ya joto utaleta baridi. Na siku ya baridi kali, ile baridi kali itakuwa inaleta hot kidogo. Kwa joto. Ujenzi wenu huo uwanja wa kisasa mnaosifia kiasi hichi, unapeleka ujumbe gani kwa wapinzani wenu wakuu? Inapeleka kwamba maneno sio mazuri. Yaani kwamba tenda na vitendo. Ndio maana Garibu anakuambia Yanga kubwa, Yanga bingwa amemaliza. Maneno haya bila vitendo hayafai. Lakini wenzenu washaanza kule na uwanja wa mazoezi. Uko wapi brother? Bunju. Bunju uwanja wa mazoezi sawa upo, lakini mazingira sio rafiki, kwa sababu inaponyesha mvua unapodumbukiza mguu maji ya ugoko. Kwa hiyo hakuna mtu asiyekuwa na kiwanja cha mazoezi. Sisi Avic Town tuna uwanja pia wa mazoezi. Wana umiliki wao. Unajua Avic Town pia sisi tunapamiliki Tuna kodi. Tunamkodisha nani anatukodisha? Yanga raha sana. Avic Town Ni uwanja wa Yanga. Unajua nikwambie kitu, ile Avic Town kama ingekuwa timu ya Barcelona ama ingekuwa ya Liverpool, watu wangepiga sana picha pale. Lakini ni kwa sababu ya Yanga watu wanapachukulia poa. Kuna nyumba takriban 2,000 pale.
Kuna nyumba pale, kila mtu anakaa, kila mchezaji ana nyumba yake, sio chumba chake, nyumba yake pale Avic Town. Kuna mabwawa ya kuogelea pale Avic. Kuna sehemu zote za mazoezi za binadamu pale, kuna gym pale. Ile sehemu ingekuwa ya mtu mwingine angetamba mpaka kesho. Lakini Yanga tupo kimya. Yanga tupo kimya. Wewe unajua ile Avic Town ni ya nani? Yanga bwana. Yanga raha. Miliki tu mwingine. Sawa nani? Kama sehemu zingine zinapokodiwa. Yanga hii. Yanga kubwa sana, na hii miaka ninapoenda kuiona na utamu wa Yanga, ule uwanja utamu wake. Tajiri ana tamaa. Lakini wengine wanasema kwamba mnapumbazwa kwa sababu mnaelekea katika uchaguzi. Hakuna mtu anayetupumbaza kwa kitu cha kinachoonekana. Sasa uchaguzi mkuu nani anataka kugombaniana na engineer au na GSM? Kuna mtu kule anaweza kujitosa? Hamna. Anasema kwa sababu aliahidi bwana atafanya vitu 1 2 3 ndo kaamua afanye. Yaani mtu aliyeahidi ndio huyu anatenda. Sasa nikwambie, GSM aliahidi atajenga uwanja, ndio huo kesho unaanza kujengwa. Lakini kuna mtu hapa alisema nitanunua basi. Anashindwa hata na Abudi. Abudi analeta mabasi 1000 kwa siku, yeye basi moja tu mpaka leo. Sasa ndio nini sasa? Nilipiga nalo picha tayari. Picha mimi nimepiga picha. Nimepiga picha na mabasi, nimepiga picha na majipu, nimepiga picha na mabugatti, magari kibao. Sasa kupiga picha na basi ndo nini? Sisi basi moja mtu anashindwa kulileta. Abudi ameleta mabasi 100 juzi. Sasa wewe na Abudi si bora kuhusu mambo ya mabasi, si bora wangepewa tenda Abudi, bwana tuletee basi la kusafiria wachezaji. Sasa basi mpaka leo basi halijafika, lakini mwanamume huyu anajenga uwanja. Alafu sasa mabasi yenyewe nilipata story limetengenezwa Kenya hapo, analitengeneza na analigongelea mabati hapo Kenya ndio lije hapo. Bwana. Bwana Iliza itoke Kenya. Basi lipo Kenya, linajengwa hapo Kenya na watu nao mafundi wameondoka hapa, mafundi wametoka Vingunguti wameenda Kenya kulijenga hilo basi, na hilo basi hadi leo halijaingia kwa sababu likitembea linatoa moshi mkubwa. Watu warudieni tena, ndio wamefuata tena injini nyingine Canada kuipachika injini ili gari lije. Ndio kitu kinachocheleweshwa hadi sasa hivi nakwambia. Bwana, hapo tuendelee katika stori za Simba na Yanga. Unazionaje mbio za ubingwa? Yanga bingwa. Kwani anaongoza ligi nani? Amoni mnadondosha mdogo mdogo. Si yote tumeanza sefuri. Timu yenu inapoteza ubora. Hakuna malengo, ndio wao tuliyotaka sisi kwamba tuchukue point. Hata tunapoteleza tunashusha, lakini bado tunaendelea. Labda hakuna game ngumu mbeleni. Mpira kila timu ni ngumu, lakini inatokea umeamkaje na umejipangaje. Sisi kila timu tunaichukulia kwa ukubwa zaidi. Umeona bwana? Sasa kama kila timu tunaichukulia kwa ukubwa, labda nikwambie kitu. Tangu ligi hii ianze, Simba hajawahi kuongoza ligi. Simba hajawahi kuongoza ligi. Kivipi vipi? Wewe unalo hilo au unasikia? Ligi aliongoza JKT, ligi aliongoza Azam, ligi ameongoza Yanga. Simba hajawahi kuongoza ligi katika hii ligi ya msimu 25 26. Kama unayo kwenye picha nionyeshe. Hajaonja utamu wa baridi. Hajawahi. Ligi huwezi kuongoza mbulula wewe. Unaongoza wajanja. Si muundo mgumu kwake kuliko yote. Azam mkubwa, ameongoza JKT Jeshi na ameongoza Yanga. Kwa hiyo si muundo mgumu kuliko yote. Mbona wao ndio wanasema mwepesi kuliko wote? Wameongoza ligi sasa kama mwepesi. Wewe ulikuwa una hilo. Wanapambana kupunguza gap. Wewe ulikuwa una hilo. Wanapambana kupunguza gap. Sasa nikwambie, katika wakubwa wote watatu unaona Simba, Yanga na Azam, alianza kufungwa nani katika hao watatu? Kupoteza mchezo nani? Sasa wa pili, wa tatu. Sasa Yanga ndo bingwa katika nchi brother. Mimi nakupa takwimu hizo. Yanga ndo bingwa. Kipi sasa nyinyi kinacho hapa imani ya kuwa ni mabingwa? Kwanza ukitaka uwe bingwa kwanza ukusanye point. Ukikusanya point ndio unakuwa bingwa. Unasema ukitaka kuwa bingwa lazima kati ya Simba na Yanga mmoja hapo amfunge mwenzake. Kama mfano mwaka huu ina maana kwamba ukimfunga mwenzio, mfano Simba umemfunga. Sisi hata mwaka jana tuliongoza. Nikasema kashakufunga. Amenifunga wapi? Lini? Kwenye kombe la nini? Muungano sinahesabika pointi huko. Unajua Simba sisi anaweza kutufunga katika kombe lolote lile. Simba anaweza kutufunga sisi kombe la washindi, mtani jembe, Edex, kombe la nguvu mbili primary, ndio Simba anaweza kutufunga. Lakini kombe ambalo FIFA wanalijua, CAF wanalijua, hatufungi.
Atufungi hata iwe kwa nini atufungi? Kwa nini? Hawezi kutufunga. Sisi tuko serious na mambo, lakini kombe la siasa kusema bwana sasa hivi mwacheni mwenzenu. Hilo atatufunga sana. Yeye sasa hivi kwamba sasa hivi mwacheni mwenzenu. Hilo Simba atatufunga. Kombe mmeambiwa mwacheni mwenzenu. Hujui brother bwana wewe. Mambo yatulie hapa nini na nini, sio vizuri, sio vizuri. Ile kombe sio vizuri. Simba atachukua sana. Ile kombe sio vizuri, mwacheni mwenzenu. Simba atachukua sana. Lakini kombe lilikopo serious. Yanga anataka ubingwa, anataka kusanya points. Simba atuchukui, atufungi hata. Naona hapa tumboni kama kuna picha ya mnyama fulani hivi, lakini haijakaa kimnyama, sijaielewa. Yaani hapa hii. Ona vizuri. Nyuka kidogo hapa ione. Cameraman, hebu unaonyesha vizuri. Hii hapa hii, unaonyesha vizuri. Si umeona mwenyewe? Unaiona huko cameraman eh? Mate mji mzima. Alafu hapo kuna picha kidogo, picha ya Simba. Ni Simba huyo? Simba afu na mama mjamzito. Yaani Simba kapata mimba. Mate mji mzima. Tengenezea na jezi. Simba kapata mimba, mate mji mzima. Baza. Barani. Huu bingwa msimu huu unaonekana atakayechukua atachukua kwa mbinde sana. Hatuchukui kwa mbinde kwa sababu mwaka jana Simba kwanza alitupa pointi zote 6. Lakini tukacheza mpaka tunakutana mechi ya mwisho na sisi na Simba tulikuwa tunaongoza kwa pointi 1. Lakini tukamfunga 2 bila. Marefari wakitoka nje ya nchi. Goli lilifungwa na Pacome Zuazua na goli la pili likafungwa na Clement Walidi Mzinze. Tukachukua pointi 3 zingine pale, tukaona jumla tumewapita pointi 4, tukabeba kombe. Lakini safari hii pia hatutomwacha kwa sababu mechi ya mwisho pia atacheza na Singida United. Singida Big Star. Singida Wanyaturu. Singida Wanyiramba ndio watakutana na mechi ya mwisho. Kwa hiyo pia hatutomwacha na mechi ya mwisho. Mimi nitakuwa Singida. Sijakuelewa. Mechi ya mwisho mimi nataka ninunue jezi ya Singida nikaishabikie Singida. Mechi ya mwisho. Kuchezeana mechi. Singida wenyewe unaonaje? Singida ni timu bora na wanacheza mechi ya mwisho na Simba. Hajamfunga, ndio nakwambia timu bora. Ndio timu bora hiyo inakutana na Simba, sasa ndio tuangalie hapo. Basi mimi nikushukuru sana, huko na lolote la kubalizia. Lolote lipo. Kwamba unapochelewa kuoa mwenzako anazidi kutumika huko alipo. Tuoe haraka. Na jeneza lako linabebwa na masela. Jeneza lako litabebwa na masela. Na huo mti unaoona unaokomaa ndio mbao baadaye za jeneza lako. Mungu yupo.